Mtu akikosea mara ya kwanza, akakosea mara ya pili, akakosea mara ya tatu, kinachotokea nini? Na wewe umezidi. Halo? Lakini amekukosea na ndani yako una neno na huduma ya upatanisho. Nini kinachofanya? Ndio ofisi yako hiyo. Na ofisi isiyokuwa na kazi haina raha. Unajua, miongoni mwa raha ukiwa ndani ya ofisi, upate kazi za kufanya ukiwa wapi? Ofisini. Juzi nimeshughulikia kesi ya jamaa fulani hivi, anaitwa ofisini alafu hajapewa kazi yoyote. Ni mwalimu, amesimamishwa, lakini ameambiwa utahudhuria shuleni kila siku usikose, miezi, lakini hafundishi wala hanini. Anambia kile kitu kinanichosha mno, bora ningekuwa nakaa wapi? Nyumbani. Kwa nini? Kwa sababu anaingia ofisini lakini hafanyi kazi kwenye ile ofisi. Okay, faida ya ofisi uifanyie kazi. Ukikutana na mtu ambaye ana ofisi ya upatanisho na ana neno la upatanisho, alafu ukamkosea, yeye anaona fahari namna ya kutatua mpatane. Kwa hiyo kadri unavyokuja mara nyingi, ndivyo unavyompa kutendea kazi ofisi yake mara nyingi. Kwa hiyo kumsamehe mtu 7 mara 70 ni ngumu kwa mtu ambaye hana ofisi ya upatanisho na hana neno la upatanisho. Lakini ni simple, ni easy sana kwa mtu ambaye ana ofisi ya upatanisho, ana neno la upatanisho. Mungu akupe ofisi ya upatanisho na neno la upatanisho kwenye kipindi hiki cha Kwaresma, kwa jina la Yesu Kristo. Nisikie amina kwa jina la Yesu. Nasema tena nisikie amina kwa jina la Yesu.